Members Podcast, Kid Boy hapa, na leo niko na msanii tena hatari zaidi yani msanii kwa mambo na kusing, yani leo nimekuja kukusurprise yani like you never know. Leo wangu leta wasanii wa hip hop, wasanii wa nini, lakini leo nimekuja na msanii mwenye ambaye ana sing, ambaye kwa vocals pure. Yeah, wanakujua kama nani? Unajua kama Sky the King. Sky the King. Sky the King ama Sky D? Sky the King. Oh, huwa ni Sky the King, so si Sky D. Ilikuwa ga King Sky. Okay, King Sky. Sky the King. Mbona ukachange? Nilichange kwa sababu siweza kukeep. So Sky inamaanisha mtu yuko juu. Sky jina langu kamili Sky inamaanisha Sky the King enyewe full. Inamaanisha Sky ni anga. Yeah, unaona? Anga, Sky anga. Nikiwa kwenye muziki hivi nasikia niko na utulivu fulani. Kwa sehemu Kama nimerelax. Uko sehemu fulani majuu kule unaangalia watu tu wametulia huko. Nikiwa kwenye anga muziki huwa niko perfect. DWE ile D ni jina langu kamili. D ni kwa D moja tu ya jina langu kamili. Jina langu kamili ni David Kililo. So ukachukua tu D nikaongeza E ikawa Sky D. David King in the Bible. Ndio sasa nikaweka hapo hiyo King. Ukaja associate kidogo na Biblia kidogo. Bana ukakuwa Sky the King. So wakajua kwamba wewe ni King Daudi mwenyewe. Watu wengi bana walijua hilo bana. Anaitwa Sky D the King, ambaye ndo David mwenyewe King the King, kwa maana anaitwa Sky D. Hata mimi leo ndo nimelijua. Yaani ilikuwa siri kubwa sana yani. Unajua wasanii wengi watu wajui majina yao original. Hata wengi wale wamekuwa kija beat basi. Kina Wingers, kina nani. Watu wajui majina yao original. Sisi tunawajuaga tu kwa nickname na majina ya wasanii. So baadaye ndio unakuja kujua msanii pana ameshatokelezea ndo. So sasa tunakuja kujua baadaye kwamba msanii anaitwa nani. So Sky D the King, safari yako ya muziki in short, ukiambiwa hebu tuelezee safari yako ya muziki, wewe unaweza iwekaje tangu pale umeanzia mpaka hapo umefika? Unaweza elezeaje yani kwa kama dakika moja hivi ama dakika mbili? Okay, tukiamali nimeanzia safari yangu ya muziki, sema nimetokea mbali. Yeah. Mwanzo niseme hapa niko kama nyumbani. Yeah. Sky the King mwenyewe alizaliwa hapa. Yeah. Hapa ndo nilianzia muziki. Ukiambia hapo watakuelewa hapa wapi? Hapa Young Star Production. Hapa ndo nilianzia muziki wangu. Yeah. Kuna sehemu nilisema muziki wangu wa kwanza nirekodi hapa. So muziki wangu wa kwanza kabisa, this is the studio yenye nirekodiki ndani ya muziki wangu wa kwanza ndani ya Young Star Production. Ambayo ilikuwa ni the year 2017 back. Hapo nilianzaga my music. Ngoma inaitwaje? Inaitwa Jana. Ndio ulipigia Jana. Nilipiga ukafeel kwamba bana mimi nishaanza safari yangu ya muziki. Yeah. From there hiyo ndio ngoma kwanza nilianzaga. Yeah. Mpaka sasa inaendelea. Na keep on. Yeah. So na ngoma nimeona umeachilia kidogo na mali kidogo sehemu uko mlimani umekaa kidogo unapiga kama sielewi ilikuwa ni video mna shoot ama ilikuwa ni kuboost ngoma. Hiyo ngoma inaitwaje kwanza? Hiyo ngoma inaitwa No. Yeah. Why no? No, yani kwa nini hapana? No to relationship, no to love, ni kila kitu yani kuhusiana na mapenzi yani hapo naika. Vito hiyo. Ndakuja huko kwa no sasa vizuri. So inamaanisha no to everything, no to drugs, no to nini, no to drugs. Hapana. No to relationship. Yani iko based on relationship. So kwa ujumla unaongelelea wengi. Unaongelelea wengi. Unajua kuna watu wengi sana wanaongea na mapenzi. Lakini wanajifanya gangsters. Hakuna gangster kwa mapenzi bro. Hakuna gangster kwa mapenzi. So mapenzi yanaumiza kila mtu. Ichagui rika. Unaweza kuwa mdogo mkubwa na bado mapenzi yanakuumiza. So nilikuwa najaribu kuzungumza si mimi peke yangu. Ndio. Kwanza mwenye aliniinspire kuandika hii ngoma. Wengi wanaitafsiria kitofauti. Lakini mwenye alinifanya mpaka nikaimba hiyo ngoma ni best yangu. Kuna venye alikuwa anaumizwa sana na msichana fulani. Unaona?
So nikawa nimeongeza pia shilingi zangu kidogo. Ndio relationship unapitia hapa na pale. Sina maana msanii anateseka pia kidogo. Ni kawaida. Unajua unaona mimi usema inspiration inakujaga pia, at least unaona isedo, unaona mtu pia wewe unachukua unachanganya alafu unakama kuna kitu kizuri, unaona? Alafu ngoma kali inakuja kama pia wewe mwenyewe pia umeifeel. Umeelewa? Alafu hapo ndio unatumia hiyo fursa kama msanii kuhamasisha watu. So hii ngoma No, watu wangependa kujua nani aliproduce. Hii ngoma No imeproduciwa na producer Wida. Man Wida, yo the biggest Wida on the beat, man. Wida on the beat. Ukisikia hiyo producer hatari sana, hatari sana. Ndio mmoja hatari, untouchable sana. Hatari sana. Yaani mimi nahisi kama wasanii, kama kuna msanii hajapitia kwa Wida. Amtafute bado kidogo, anafaa mtafute Wida. Au sio? Huyu ni producer mmoja hatari sana, tushakuwa naye sana, umeelewa uwezo wake, yani ni producer mmoja deadly sana. So big up to producer Wida. Hiyo ngoma bana tumeipokea, ni kali sana, ni hatari, yani hapo uliweka akili yako, yani tunaikubali sana yani. Studio ni gani? Thank you. Studio ni Dream Music. Dream Music. So pale Dream Music unajua watu wengi wana feel like Sky D the King amesainiwa Dream Music, ama ni support, ama ni Sky D the Music mwenyewe, ni yeye mwenyewe, is a brand on himself, anafanya kila kitu mwenyewe. Labda niweke wazi, saying kwa mara ya pili nitaweka wazi. Mimi ni independent artist. Najifanyia kazi zangu mwenyewe. Support mimi mwenyewe. Kujifund najifund mwenyewe. So my journey imekuwa ukijifanyia kila kitu mwenyewe. Si ati Dream Music imeamua labda wacha tumchukue msanii nini. Hapana, siwezi sema nimesainiwa. Nitakuwa nadanganya. Siwezi sema nimesainiwa. Pale Dream Music ni nyumbani pia. Nimefanya muziki mingi pale Dream Music. So bana, sainiwa mimi ni independent artist. Bado najipambania tu mimi solo. Big up to all independent artists wenye wanajisukuma na wanajituma kumake sure kwamba muziki wetu unasimama, yani big up to all artists, to all independent artists wenye kidogo unaingia kidogo wanajifanyia wenyewe, wanajituma, yani wanahakikisha kwamba muziki uko wima, muziki wa Taita Taveta unasimama, yani ningependa kuwapatia big up sana. So Sky D the King, ngoma gani yako yani unaweza feel hii ngoma mimi nilifanya fiti, hii ngoma niliingia studio nikaua, yani hii ngoma na feel watu wanafaa waipatie sikio? Moja specific. Yani unafeel watu wanafaa ipatie sikio. Tukiachana na No ambayo ndio the latest song, kuna ngoma naipenda sana ni Akitaita. Na mimi napenda mali ilitokea. Na lazima usifie mali ilitokea kabisa. Ni vyema sana usifie mali ilitokea. Mimi ni Taita. Napenda Taita. Na kuna ngoma inaitwa Nikulege. Hata naweza kupatia kionjo. Wapige freestyle. Tunapige freestyle. Nikotie saikoto kwa kikwani joka chongo. Nikotie saikoto kwa kikwani joka chongo. Kwa manyaoni singo na imoni ni chongo. Sidimaga kumaramara. Sidimaga komboli na kurudana. Lukundo lwapo nilwa mundu mweri. Nikakukunda manyako kakwekeri. Kilambo softi kwa beni vavira. Kilambo softi hubukunikira. Sebona mwengere na bebona kira. Nageshankulege Nageshankulege kwani sirimisha ngolo. Nageshankulege kwani vavira angolo. Nageshankulege. Hiyo song nice vocals uliua sana, yani sana. Yani producer alipokeaje? Maana na hisi yani mimi mwenyewe kama producer nasikia kidogo vidole vyasumbua. Yani vocals zenye unaziachilia. Sijui kama Sky D the King ushai notice kwamba uko na golden voice. Sijui kama ushai notice kitu kama hiyo. Nashukuru Mungu sana, nashukuru. Maana unajua vile unavoimba
nahisi uko na utofauti mkubwa sana kwenye Taita Taveta County. Alafu nahisi yani Skydee the King akapatiwa fursa kwenye stage, hiyo ngoma itaua, yani mimi nasikia mpaka goosebumps, yani nasikia ngoma inaita yani. Wish mimi nataka kwenda kucheck hiyo ngoma. Siwezi kuficha, I will just play a short part of it. Kwa hiyo nini watu wasikilize hata kama ni kepesi kidogo, maana yake hiyo ngoma imeua sana. Yani hata mafans wenyewe unajua wanaeleza. So kwa comment section nataka uniambie umesikiaje hiyo vazi, inaweza inaua? Please make sure kwamba umecomment, au sio? Bana, yani mimi napenda sana uchokozi. Labda nije na swali kidogo tu la uchokozi. Skydee the King ako single ready to mingle ama kuna mtu ama ako single? Tukiongelea kuhusu swala la mapenzi, sema tu ni my private life. Sasa sitaki kuzungumzia sana kuhusu mapenzi. Skydee the King, swali tu la uchokozi la uzoshi. Skydee the King ako single ama ako ready to mingle? Skydee the King alisema ako ready kumingle. Skydee the King mwanzo swala la mapenzi kwanza liko parking. Ni private life hiyo. Skydee the King ako private life. Private life. Sizungumzi mapenzi sana sasa hivi. Focus tu na muziki wangu na kazi. Hivyo. So maswala sasa unapataje inspiration kama hujateswa kidogo, hujapigwa heartbreak kidogo, hujatingishwa kidogo? My inspiration kibao. Wanachukua za watu kibandika, sio? Si wanachukua za watu. Uko na youngster, umeona youngster ameteswa, unachukua lyrics pale unaenda unabandika. Hata si kuchukua za watu tu. Unajua kwenye mapenzi kila mtu anapitia njia tofauti. Kila mtu anapitia mambo tofauti kwenye mapenzi. So mapenzi yako na siri zake. Skydee the King ni kitu gani yani ushaifanyiwa na mpenzi wako wenye hautaisahau, kiwe kizuri kiwe kibaya, one of those things? Mimi labda niseme vizuri vipo vingi, lakini kibaya ni ile unamfanyia mtu vizuri alafu anakulipa na mbaya. Yani unamsavia na kijiko na kuregesha na uma bana, ukifika mdomoni kimeisha. Inauma sana. So ladies bana, mtuone huruma jamani. Ladies, yani unajitolea mtoto watu, unampenda, unampa moyo, unamfanyia kila kitu, alafu the returns unampatia mapenzi ya dhati. Baada hivyo anaamua kukuumiza roho tu, anakupatia nyimbo mpya. Ndio nakwambia siwezi kufosi moyo. Siwezi kufosi mapenzi. No. Hawezi kufosi msanii wangu. Siwezi kufosi mapenzi. Kwenye safari yako muziki, changamoto unaweza zisema ni 1 2 3 bana, imekuwa heavy kidogo, nini unaweza sema kama gani? Changamoto aswa nazopitia kama independent artist. Challenge ni finance. Hakunanga story nyingi. Finance manze bana. Unajua ukiwa fit on finance manzejo, mambo yanakuwa mazuri zaidi. Na vitu zinakwenda. Ila kama uko vizuri kifinance manze, vitu zinatembea tu polepole. Mwanamuziki lazima ukuwe na mahali unaweza pata pesa 1 2 3. So finance ndio inakuwa changamoto finance, alafu marketing pia inakuwa changamoto. Marketing pia ni changamoto. So kama kuna mtu yoyote mwenye ako best in marketing ya music, anaweza kucontact. Kama kuna mtu yoyote anafeel ako poa, ako fiti, anaweza ingiza kidogo, anaweza invest kwa Skydee the King bana. Kama unajihisi uko poa na unafeel kumsupport Skydee the King, uko free. Unakaribisha mtu yote mwenye anafeel anaweza invest kwa Skydee the King. Mimi naweza karibisha mtu yote mwenye anaweza taka kuinvest kwa mimi, cause kulingana na vile na ufanya muziki wangu na ninavyotaka kupeleka habari nzuri kwenye fans wangu. Ndio. Natumai mtu akiwa ameamua kutumia pesa yake kwangu, atakuwa hajakosea. Kwa sababu I'll make sure nimedeliver. Nimepeana ile kitu inastahili, cause mtu hawezi poteza do yake, invest pesa yake mingi kwako alafu
haileti chochote. So unampromise kwamba maswala na pesa huaga ni vitu zenye ziko sensitive sana. So returns ziko lazima returns ziwepo, lazima ziwepo. Mtu hawezi invest kwenye muziki wako alafu after all hakuna kitu na benefit from that. So bana, kama wewe ni investor bana, Sky the King anakushua 100% ukiwekeza kwenye muziki wake then matunda mengi yani hauwezi kosa. Yani yako 100% sure kwamba yeye ni asset. Yeye ni brandi, yeye ana uwezo. Yani na akona uwezo 100%. So mimi napenda sana hiyo confidence. Unajua at least kama kuna mtu pale ana feel pia like I'm doing the right thing. Yes. Unaelewa? So kwenye muziki wetu wa Taita Taveta ni muziki mkubwa. Huu muziki mwenye mnaufanya kwenye muziki wetu wa Taita Taveta ni muziki mkubwa. So huu muziki wenye mnaufanya ni mkubwa sana. Yani unahisi kaunti yetu inafaa itusaidieje, yani tupatie backup kiaje? Okay. As artist, kama wasanii tuseme tumesaulika kidogo in terms of tukiongelea kuhusu nini Taita Taveta government yetu government yetu. Unaona? Sasa hiyo wamekuwa based on sports sana. Unaona? Imekuwa wasanii wamewachwa nyuma. Ndio. Unaona? Wasanii mostly wamesaulika sana, na wasanii ndio huwa wanapeleka watu kule mbele by the way sana. Ikifika time ya siasa wanatufuata, wanakuja wanatuomba tuwaimbie manyimbo zao za kampeni. Ndio. Wakishapata kile kiti huwa wana evaporate. So mimi najitu wasanii, kama kweli unataka brand yako kujibrand as an artist, ndio kuna vitu zingine unasema no na vitu zingine unafanya. Unaona sasa? If you want to brand yourself as an artist, lazima ufocus on your work. Ndio. Hiyo kitu naweza ambia mtu, focus on your work. Unajua mtu anaweza kukuingiza 18 zake na mwisho wa siku akakuacha mataani ukiteseka na una place ya kwenda. Unaona sasa? Kweli. So mimi na artist manze wasiingie kwa trick zingine zenye zinaweza kuwa cost their musical journey. Unaona? Wakuwe focused, waje focus na kujibrand na kuwa new kila siku. Kila siku unapoenda kudondosha ngoma mpya ama kila siku unapoenda kufanya kazi mpya, hakikisha kazi unayoleta sasa kwenye mashabiki wako ikuwe na utofauti na ikuwe inapendwa na watu, cause fanya kitu kenye kitakuuza. Ndio. Usifanye kitu tu bora kufanya kwa sababu watu wanafanya. Make sure kitu unafanya ni kitu yenye umeiwekezea na ni kitu yenye unajua itakulipa. Usifanye kitu tu ya asili. Bora tu kufanya, yani umepiga muziki tu yani. Usifanye muziki tu, bora muziki. Na Sky the King amefanya collaboration kama ngapi hivi na artist? Nikiongelea kuhusu collab ni mingi sana. Collab ni mingi. Nimefanya collab na wasanii wengi. Fanya collab na Chris K, yeah. Bado Chris K amepotea sana, Chris K yupo. Yupo. Soon we expect kitu. Kwa hivyo kuna track na Chris K ni vocalist, but I remember those days nikifanya project na Chris K. Soon we expect track. Kuna collab nimepigana kina MP Daddy yani kina Chef Boy nimepiga naye Madrev. Nimepiga collab na Kaka Dev, nimepiga collab na Young Boy Beka, Mamba Classic, Mandrumba, squad yote Skampa. Yani collab ni mingi. Ngoma za Sky the King ni kama ngapi hivi ukizikusanya haraka banda na kapu kimoja? Kama ngapi? Zingine hata sijaweka kwenye zeo, zote tukizikusanya tu zingie kwenye kikapu kama ngapi? Yani kwa haraka tuseme zenye ziko tayari. Sio zenye nimepost, zenye ziko tayari hapo 50 kuelekea. 50 kuelekea. So Sky the King among the people wenye wanapiga show
kuanzia saa 6 mpaka saa 1 asubuhi bana, mpaka majogoo wakiamka wakifagia bado wapiga show bana we, bana we. Muziki hauna kikomo. Hizo show bana hauna kikomo. Au mama investors bana, mko na club kubwa bana, wasanii wako hapa, mbona msiwapatie chance? Mimi napenda kuchallenge sana watu all investors around Taita Taveta. Taveta, Voi, Maungu, Makina, twende mpaka Mtito bado Voi, ile Mtito ni yetu. Alafu vuruga kote tu all investors wale wako na big clubs wenye investors wale wanafanya nini bash kubwa birthday. Mnaweza ita mtu kama Sky D the King akaja akakumbia. Sky D the King anaweza kukumbia kwa harusi ama I'm flexible. Mimi naingia popote pale. Kwa harusi. Wasanii wako. So si ati ni show peke yake bana. Amua bana, piga ngoma yako kama unataka birthday. Ambia Sky D the King ngoma harusi. Muite kwenye show, msupporti. Bado wasanii hatujaweka red card bado. Mfanye faster kabla tujaweka red card. Hawana red card bado. So anything tunapokea. So just to appreciate nini kazi nzuri. Surprise kama mtu anaenda Valentine kwanza inafika. Kama kuna mtu haja surprise mpenzi wake bana, this Valentine Sky D the King is here. Kuna nyimbo mapenzi ya Valentine, labda pengine nyimbo za mapenzi mingi. Ziko mingi. Nyimbo za mapenzi mingi. Tayari zenye ziko tayari zinatosha Valentine. Zinatosha Valentine. Haina haja ni. So unachagua tu una pick. Unachagua tu na select. Kuna ngoma inaitwa Nakuchagua Wewe. Nakuchagua Wewe. Wape chorus pale. Wape chorus kidogo wasikie. Valentine. Napiga tu verse tu hapa kwa mbele. Mwezi wa mapenzi huu. Wewe ni kama zawadi. Nimetunukiwa baby. Wewe ni kama zawadi. Nimetunukiwa baby. Wewe ndo mwanamke wa ndoto zangu, unafanya niringe kwa beshte zangu. Wewe ndo mwanamke wa ndoto zangu, unafanya niringe kwa beshte zangu. Na kuchagua we, chagua we, wewe tu, ati nakuchagua we, chagua we, wewe tu. Ya Valentine una pick tu kwa list alafu unaweka. So bana, mimi na hizi bana, this is the right time bana. Valentine nataka nisikie kwamba Sky the King alienda kidogo akaenda kusurprise mtu bana. Mapenzi waendaje mwezi wa mapenzi, waendaje mkavu. Usiende hivi bana. Tarehe 14. Bado siku zinakimbia. Leo tarehe ngapi? 6-7 leo. Siku zinakimbia, siku zinaisha. Bado siku kidogo za kujipanga bana. Fika kidogo na gift huku. Chukua Sky D the King. Maua huku kidogo, Sky D the King huku. Piga kidogo. Pigie kasong pale. Surprise mrembo kidogo nini. Hii mambo ya Taita Taveta, mambo ya kujikausha hii. Baby sijui nini sijui nini. Mwacha kufanya madem zenu wife material hapa, mnaweka tu kwa nyumba, wanaregesha sijui. Surprise mademu. Mimi nataka niwachanue 006 yote. Wote yani everybody, I don't want to astaki kujua mimi. Kila mtu tu surprise warebo bana. Hii 2014 chukua msanii mmoja, maua huku nini kidogo, jijaze kidogo nini 1 2 3, fuata mrembo wako. Hii mambo ya kusema sijui nini. Waje tu kuzalisha mademu na kuwaeka kwa Kenya sijui kama nini. Na mademu kama hakuna surprise itakuja. Mimi nimewaambia 006 hakuna sijui kudombeonye sijui upelekwe mbeonye huko mkatae. Nishawaambia tayari. Kama uta surpriseiwa 14 kataa hiyo story ya kudombeonye. Pole sije kaongea vibaya. Thank you so much my director. Sky D the King. Yes. Narudi tena kwako. Unajua lazima tuwapashe, au sio? Waelewe kwamba muziki una thamani. Ni kweli. Alafu muziki unaregesha mapenzi, yanaanza upya. Unajua lazima wa understand muziki, yani sio wasione tu tunaimba. Waambie muziki unaleta uhai ndani ya nyumba. Bana. Muziki unaunganisha walioachwa. Muziki unaongeza upendo. Muziki unabeba uzito mzito sana.
wanafanya kama ambao tukiimba muziki sisi tunaimba tu kuburudisha. Mwambie kazi ya muziki ni kuleta amani. Muziki unapitisha ujumbe kwa watu wafaao, ndio? Na kwa watu wanaohitaji. Unaona? Unajua mwanamuziki unapoenda toa muziki, mara nyingine inakuwa gani maisha yetu sisi wenyewe halisi tunaimba kweli, na mara zingine ni watu wanaotuzunguka wanatufanya tunaimba nyimbo kama zile. Ndio. So mwanamuziki ni uhalisia na mwanamuziki ni kioo. Kweli kabisa. Watu wanasoma nini kutoka kwako? Ndio. Wewe kama mwanamuziki, watu wahitaji nini kutoka kwako? Napenda kuambia watu kitu moja kwamba mwanamuziki ikifika muda kwamba unasema unataka kukata tamaa kwenye muziki, unakuwa unakosea sana watoto wako. Na watoto wako ni kina nani? Watoto wako ni fans wako. Unaona fan, napenda kuambia mwanamuziki kitu moja. Fan, it's like your kid. Mtoto wako mwenyewe uliomzaa mwenyewe anahitaji matunzo kutoka kwako, anahitaji malezi kutoka kwako. Maana yake unaona watu wanakaa kitaani pale unasikia, kwani msanii fulani alienda wapi? Ulikuwa tayari ushaanza kualea, ukaacha kualea kabla hajakomaa. Na si kukomaa tu. Ukiwa mwanamuziki inatakiwa kila siku unamlisha yule mtoto. Yule mtoto akishakula chakula atakuuliza chakula kingine. Leo baba umeleta rice, kesho nataka ulete chapo, kesho nataka ulete burger, kesho nataka ulete pizza. Unaona? So mwanamuziki lazima umfeed yule fan wako. Ukiacha kumfeed yule fan wako automatically atachana na atapotea kweli. Sure. So as an artist lazima uwe consistent, na si consistent tu. Lete habari zenye zinahitajika kwenye mtaa. Muziki zenye mafunzo, muziki zenye zinalea watu, muziki zenye zina warning. Mtu akisikia hivi anaona huu muziki kumbe ni kweli. Mbona kama mchizi wangu alimba kitu cha kweli. Na si eti mbona tu wanamuziki wengi tunaimba content zenye zina emotions kutoka kwetu sisi wenyewe binafsi. Ni kitu maybe shai kuwapenia. Ukipatiwa chance kama Sky D the King, uadvise ama ujaribu kupatia elimu kidogo wasanii wetu wa Taita Taveta, unaweza waambia nini kuhusu huu muziki wetu, ama unaweza waambia warekebishe nini, ama unaweza waambia wakae vipi yani ndio muziki wetu uende sawa? Muziki wetu Taita Taveta culture, ama muziki wenye tuseme mwanamuziki yote anayepiga muziki kutoka hapa Taita Taveta County, yani muziki wote culture nini, kila kitu chote yani kwenye muziki tunafaa tukaeje? Mwanamuziki yote anayechipukia, wote wanaochipuka na wote waliopo na wenye wako juu, wenye wameshatoka, wenye mastaa, wenye nini, wote hao na ukiambiwa waambie nini? Mimi kenye naweza sema tu kwa mwanamuziki yoyote mwenye anayechipukia, na kwa mwanamuziki yoyote yule mwenye sahi yako top na anafanya vizuri, sema tu kazi nzuri, siku zote kazi nzuri ndio inauza. Sawa. Mwanamuziki asikudanganye mtu. Mimi nasikiaga wakisema eti mwanamuziki sijui mpaka utoke sijui Voi uende Nairobi. I don't believe in that. Mimi si believe in that kabisa. Mimi na believe kuwa ukifanya kazi nzuri na kazi safi itauza kweli. Sawa. Ukifanya kazi nzuri hata kama uko Bundu wapi itatembea. Just do a good music. Muziki utauza wenyewe. Utajiuza. So lazima fanya muziki. Mimi nasema tu afanye muziki. Toka ende si lazima utoke huku mara uende sijui wapi uende Nairobi. Kitu yenye mimi naweza kuambia mwanamuziki yote anayechipukia na mwenye hata yupo, wewe endelea kufanya kazi nzuri. Na kazi nzuri italeta matunda yake. Bana. Nimepata hiyo advice kutoka kwa Sky D the King. Na muziki wako maybe mtu akitaka kukupata collabo, akitaka kupata muziki wako upate wewe nao, anaweza upata vipi? Na akitaka collaboration anafaa afuate nini na nini ndio ili aweze kufanya collaboration na wewe? Na je, uko free kufanya na mtu yote collabo ama unachagua? Mimi mwanzo nafanya kazi na msanii mwenye anajituma. Mimi sijawahi zuia mtu kufanya collab. Ndio. Lakini wakati ninapoenda kuamua kufanya collab na wewe,
naangalia pia unajituma kwenye muziki kwanza. Unajua kuna mtu anataka tu kufanya muziki na wewe, kusafiria tu jina ambayo haileti shangwe kwa mara nyingi. Wakati unapokuja kufanya muziki na mimi na kuruhusu kuja, lakini usikuje tu alafu uende. Leo hii ufanya muziki na mimi, kesho hii ufanye muziki na msanii mwingine, basi ndo kukua. Ukisema kwamba utafanya muziki na mimi alafu ndo urudi nyuma tena, inachosha kwa msanii yote yule mwenye anaomba collab na msanii yote. Kwa sababu unaniomba collab, kwanza nione kwanza una morali kwanza na muziki. Kwanza ukuwe na morali wa muziki. Ukuwe tayari kwamba kwa kwenye hii game. Lazima ukuwe tayari kabisa na umejipanga kabisa kwenye muziki. So mimi sizui mtu collab. Nafanya collab na mtu yoyote yule. Usio Hope ameweka uwanja wake clear. Then Sky D, bado ningependa tu director wangu amlengeshe kamera kwa Sky D. Nataka kuongea na Sky D, nataka aongelelee kidogo kuhusu, ningependa director kidogo kamera immulike Sky D. Au sio? Sky D, ningependa uangalie kamera, alafu kuna watu kadhaa maybe ungependa kuwapatia shout out, labda ungependa kuambia big up, labda ungependa kuwashukuru yani kwa sababu wamekuwa part of your journey. Ni watu gani au ungependa uwapatie shout out? Then uwapatie shout out bila kamera. Mimi mwanzo kwanza nipatie shout out kwa watoto wangu manzejo. Manze watoto wangu ni my big fans. Wakubwa sana. Kelly na Ryan pale home. My mom, my dad. Ndugu zangu manze ni supportive baya sana jo. Nashukuru sana. Alafu niseme shout out kwa my producer manze Wida pale. Wida. Kaka Dev, you have been supportive manze. Kaka Dev. Chris K wewe ndio ulifanya kazi zalio kwenye muziki. Au sio? Wewe ndio ulileta hapa studio. Naweza kuambia leo niko home, leo niko Young Star Production hapa. Au sio? Niko nyumbani, nimekuja kusalimia baba hapa. Au sio? Bana. Hapa ndo nilianzia muziki wangu wa kwanza. Na leo hii nimekuja, usisahau mali ulitokea. Don't forget your roots manze. Tembea kote lakini nyumbani kila siku ni nyumbani. Home is the best manze. Thank you so much guys. Ningependa tu kuambia yani kitu kimoja yani, to all artists Taita Taveta County yani, thanks for watching this show. This is Beat Buzz. Thank you so much kwa wale wote wamekuwa wakitufanyia follow up. Thank you kwa wale ambao wanatupatia advice. Thank you kwa wale ambao wanashare kazi zetu. Thanks kwa kila mmoja mwenye anatuambia bana keep it up, keep it up. You know one day we will make it. And we know and we trust in God that one day we will be there where we are supposed to be. Thank you so much for keeping us going. Thank you for keeping us on toes. And to all artists, feel free to contact us.